Bariki sana, tunaweza keti. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu ni kwa sababu ya siku hii, siku ambayo Bwana pia ametupea. Asante sana mkalimani wangu, karibu. Mungu akutie nguvu. Amen. Amen. Ninashukuru pia ni kwa sababu ya wamama. Mumefanya kazi nzuri. Kazi ambao umetuongoza mahali hapa. Nakaribisha wanafunzi ambao wamekuwa shuleni na sasa wamejiunga na sisi katika wakati huu. Wale ambao walikuwa shuleni, so karibuni sana. Muda wetu ni mzuri. Nitatumia tu dakika chache kuwaletea neno kwa sababu nimekuwa mahali hapa katika Bible study. Na nashukuru Bwana kwa sababu tumejifunza mambo mengi. Hata mimi niko na ushuhuda ya kwamba Bwana ni mwaminifu. Ameendelea kunilinda, ameendelea kunipa amani, na moyo wangu na sisi kuendelea kumtumikia. Wapendwa, katika safari hii ya wokovu inakuwaga ni kujitoa, inakuwaga ni uamuzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapoamua hata kama mambo yawe mazito, hakuna wakati utasikia kuchoka, kwa sababu uamuzi ni wako. Mimi niliamua kumtumikia Mungu, nimeamua kupenda Mungu, ni kwa sababu ninajua kuna ahadi kwa wale ambao wanaompenda Mungu. Na leo naenda kuongea juu ya ahadi kwa wale ambao wanaompenda Mungu. Ujumbe wetu ni kwamba the promises to those who love God. Wapendwa, wakati wowote unapoahidiwa kitu na mtu ambaye unaompenda, huwa tayari na huwa unakaa ukingojea, ni kwa sababu najua huyo mwenye alikuahidi ni mwaminifu, atakuja kukupea hilo jambo. Kuna promises huwa zinavunjika. Mtu amekuahidi jambo lakini linavunjika. Lakini kwa yule mtu ambaye anayekupenda, promises zake atatizimiza. Nataka tuende moja kwa moja katika neno la siku ya leo, na ni katika Warumi 8 mstari wake wa 28. Naambia kwamba tunaongea juu ya wale yani ahadi kwa wale ambao wanaompenda Mungu. Nitasoma. Na twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao kwa wema yao, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Nasema na twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale ambao wanaompenda kwa mema yao. Ani anasema yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Wapendwa, mtumishi wa Mungu Paul ananenea Warumi kuhusiana na hili jambo ambalo ni nzuri sana. Katika maisha ya Mkristo kuna mambo mengi huwa tunajiuliza wakati hayendi kama vile tunavyotaka. Wakati mwingine unaona kama mambo yamekuwa mazito upande wako, licha ya kuwa umejitolea kwa sababu ya kumpenda Mungu. Unaona kama njia zako unataka hii lakini haitimiki, ama imetimika lakini sio vile ulikuwa unataka, ama mambo mengine yanafanyika yenye unaona hai ati kweli Mungu yuko. Unasikia kana kwamba Mungu yukubali na wewe. Na hivyo Biblia inasema hivi, Paul alipokuwa akiangalia hawa watu wa Warumi, ama kanisa la Warumi, na ndio pia ni sisi
anawaangalia na anaona jinsi wamepitia katika hali ngumu. Yaani wanataka kujitoa vizuri kwa Mungu, lakini wanakuta mambo haiendi vile wanavyoona ikiwa sawa. Na hivyo ndio akaandika hili andiko akitumiwa na Roho wa Mungu. Mungu anamuelezea kwamba natwajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Hata kama yawe mabaya yawe mazuri, Mungu yu pamoja na wale wanaompenda. Tunaposema juu ya kumpenda Mungu, waweza kujiuliza kupenda Mungu na mpenda na njia gani? Unajua kupenda Mungu sio hisia, bali ni mtindo wa maisha, mtindo wa kuwa mtiifu, mtindo wa kuwa na imani kwake, na hata pia kujitolea katika hali ya kumtumikia. Na wapendwa, huo ndio msingi wa uhusiano wetu na Mungu wetu. Nakwambia Mungu ameweka ahadi kuu kwa wale wampendao kwa kweli na haki. Mpendwa, hauna hasara kumpenda Mungu. Ni kwa sababu wakati umempenda Mungu, yeye anafanya kazi hata katikati kwa wale ampendao hawezi kuachilia. Atafanya kazi hata kama mambo yaonekana kama sio sawa. Mungu anatenda kazi kwa wale ambao wanaopenda. Tukiendelea hivyo, nataka ujiulize, kwa sababu pengine unajiuliza kupenda Mungu inamaanisha nini? Wapendwa, kupenda Mungu ni command ama ni jambo ambalo Mungu amelitoa. Ni amri. Ni amri ambao ametoa katikati yetu. Kama vile alivyoambia wana wa Israeli katika Kumbukumbu la Torati 6:15 ya kwamba nawe umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Mungu ametoa hiyo jambo. Kumpenda Mungu is not just an option. Ni amri ametoa. Ni kwa sababu ndio amri kuu ambayo ameiweka. Inatuleta juu ya sisi kujiachilia kwake. Kama ningesema na Kiingereza, ni kwamba inataka uwe total surrender kwake na kujitoa kwake katika kila sehemu ya maisha yako. Hiyo ndio njia moja ya kumpenda Mungu. Tunampenda Mungu ni kwa nini? Kama vile tumejifunza katika Bible study, kila kitu ambacho tuko nacho, iwe ni uhai huu ambao tuko nao, iwe ni mali ambao tuko nayo, hiyo iko mkononi mwake. Na kwa hivyo hata kama hatutaki kumpenda, tutampenda ni kwa sababu ya mambo ambao anatufanyia. Huyu Mungu ambaye anatupea afya, tunasimama hapa na tunatoa ushuhuda kwa sababu ya mambo makuu ametutendea, kwa sababu ya uhai ametupea, amani ametupea. Inawezekana tukose kumpenda kweli. Inahitaji sisi tusarende kwake. Na wapendwa, hatuna hasara wakati tunampenda Mungu. Ni kwa sababu kuna ahadi ambazo ameziweka kwa wale wampendao, wale ambao wanasikia kweli huyu Mungu, hata kama ni namna gani, hata kama ninapitia hali ngumu, bado nitampenda. Hakuna hasara ya kumpenda Mungu. Amri kuu ambayo ametoa ni kwamba tumpende Mungu. Anasema mpende Mungu wako kwa moyo wako wote na roho yako yote na kwa nguvu zako zote.
umpende Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu ambacho inanifurahisha ni kwamba nikimpenda Mungu kuna ahadi ambazo atanipea. Bwana asifiwe sana. Mungu sio kama mwanadamu. Unaweza ona unapenda mtu kwa sababu ya chenye anakupatia, lakini ni cha muda tu, sio chake. Hata chenye anakupatia sio chake. Kama unampenda kwa sababu ya vile anavyokupea pesa, kumbuka sio sake, kuna mwenyewe na zake zaweza katika, lakini huyu ambaye tunampenda ni Mungu aliye na kila kitu ambacho tunachotaka. Na hisi moyo wako, na nakusihi asubuhi ya leo, jipeane moyo wako kwa huyu Mungu. Mpende kwa dhati, hata kama wewe haupendeki, hata kama wewe haupendwi, amua kumpenda Mungu. Kuna ahadi ambazo ametuwekea kwa wale ambao wanaompenda. Jambo la kwanza ni hilo, ya kwamba ametuamuru. Hiyo ni sheria kubwa, ya kwamba tujipatiane kwake. Maisha yetu tumpe yeye. Hii maisha uko nayo sio yako, sio yako. Na ndio tulisema kwamba lazima uwe steward mzuri kwa maisha yako. Wacha kuharibu maisha yako kwa sababu sio yako. Hiyo yenye unasemaga ni maisha yangu sio yako, ni ya mwenyewe. Na kwa hivyo ni vizuri kuituza vizuri. Kama unampenda mwenye alikupea, kama unampenda mwenye amekupea uhai, tuza uhai huo katika kanuni zake ambazo ametuweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kupenda Mungu kuna maanisha kutii. Katika Yohana 14 mstari 23 Yesu akasema, Yesu alijibu akamwambia, mtu akinipenda atazishika amri zangu, na atalishika amri na neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Ujumbe wa ajabu ya kwamba Yesu anasema, aliambia huyu mtu ati mtu akinipenda na ashike neno langu, sikiza, Baba yangu atampenda. Nasi, Yesu anasema, nasi tutakuja tukae na tufanye makao kwake. You can imagine Mungu, Yesu akisema tukishika maneno yake, atamuita Baba sasa akuja akae na kikao nyumbani, akae na kikao kwako. Yani ukiangalia hii mambo kama kawaida tu, ni imagine ya kwamba sasa ukisikiza kama mkubwa wa dunia hii, tuseme kama nchi yetu ya Kenya, umpende na usikize mambo yake, na ushike watu ambao hatua ambazo wanazifanya. Imagine akisema atakuja kukaa kwako. You can imagine president akiambiwa atakuja kukaa kwako. Kazi yenye itafanyika huko itakuwa kazi sio ya kawaida. Itakuwa kazi ambao umeinuliwa hadhi yako. Unainuliwa hadhi yako. Kama ni kanyumba chenye huko nako, kanaanza kutengenezwa, kanapanuliwa, kunawekwa vyumba vingi ndani, kunawekwa vitu za dhamana. Bwana asifiwe sana. Ni kwa sababu mkubwa anakuja kukaa kwako. You can imagine tukisikiza neno la Mungu vile atakuja afanye kikao kwetu. Hatutakuwa watu wa kawaida, tutakuwa watu wanatembea katika neema, watu ambao wanatembea katika hifadhi ya juu, katika jina la Yesu. Nataka kukuambia hivi ya kwamba kumpenda Mungu kuna maanisha kumtii. Kutii na kusikia neno lake. Hili neno ambalo tunalolinena asubuhi ya leo, ukiliwekea maanani,
Yesu anasema kwamba ataambia baba yake wakuja waishi kwako. Upendo wapendwa haionyeshwi tu na maneno, haionyeshwi tu na maneno ya kusema Mungu ninakupenda, nakupenda. Inaonyeshana pia na kutii. Wakati tunamuonyesha Mungu, tunaonyesha Mungu upendo wakati tumekaa kulingana na neno lake, wakati tumekubali kupendea katika neno lake. Hapo ndipo tunampenda Mungu, tunamuonyesha tunampenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kupenda Mungu kuna maanisha kuweka mambo yako priority ya mambo yako kwake. Kama ningesema kwa Kiingereza ningesema loving God means prioritizing him, yani kumweka juu zaidi. Katika Mathayo 6 mstari wa 33 Yesu akanena na wanafunzi akawaambia, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Matthew chapter 6 verse 33. Hapo ndipo tunasoma hiyo maneno. Inasema kwamba bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Hii jambo Yesu alinena baada ya kunena na wanafunzi wake waliokuwa wamemfuata. Wakati aliwaambia nifuateni, nitawafanya wavuvi wa watu. Na wakati walipomfuata waliwacha mambo yoyote. They surrendered everything they had. Waliwacha watoto wao, waliwacha kazi zao, wakaamua kumfuata Yesu. Na kwa sababu ni wanadamu, wakafika mahali wakamuuliza Yesu. Na sasa sisi tuliwacha kila kitu, tukawacha weke zetu, tukawacha kazi zetu, sisi tutalipwa na nini? Walikuwa wanafunzi wanadamu, walikuwa wameona vile watu wametajirika, walikuwa wameona watu vile wanafanya mambo makubwa, na wao tu walikuwa wanamfuata Yesu. Wakajiuliza, Yesu wakauliza Yesu, sasa sisi vile tuliwacha hii mambo yote, sisi tutalipwa na nini? Yesu akagoka akaongelesha, akawaambia, sikizeni, tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Kupenda Mungu kuna maanisha nini? Kuprioritize mambo yake, yani kumweka mbele ya mambo yako yote, kumweka mbele ya kazi zako, kumweka mbele ya familia yako, kumweka kila kitu mbele. Kumpenda Mungu hakuna hasara. Nasema tukimpenda zaidi, tumwekee priority, hata yote atatuzidishia. Ukiendelea kusoma hapo, aliwaambia nyinyi mtaongezewa, tapewa zaidi ya 100 katika ulimwengu huu na ufalme ambao unaokuja. Kumpenda Mungu inataka uweke mkazo, umweke mbele. Nimesikia ushuhuda hapa. Nimeona kijana akisema kwamba yeye alipoona ameshikwa, alisema Mungu ambaye ninayeishi kumtumikia hatafanya nilale hapa. Ni kwa sababu alitangulisha Mungu. Mungu akamfanyia ishara na miujiza. Kumpenda Mungu ni vizuri. Upendo wa Mungu uwa unakaa katikati, yani unaruhusu upendo wa Mungu uwe katikati hata ya upendo ya mapenzi yako, yani ya desire zako. Iwe katikati hata ya ambition zako, hata iwe zaidi ya relation zako. Sijui kama unanielewa vile ninasema. Yani upendo wa Mungu ukae katikati pale. Hivyo ndivyo kumpenda Mungu. Bwana asifiwe sana. Kumpenda Mungu inamaanisha kumfurahia, kufurahia uwepo wake ndani yako. Juzi tulikuwa tukifundishwa hapa na Adam
kuhusu kutafuta uwepo wa Mungu, upendo ambao unahitaji ni kutafuta, ni kufurahia katika presence ya Mungu. Loving God means delighting in His presence. Katika Zaburi 37 mstari wake wa 4, Biblia inasema nawe utajifurahisha kwa Bwana, naye atakupa haja za moyo wako. Utajifurahisha kwa Bwana, naye atakupa haja za moyo wako. Hiyo ndio kumpenda Mungu. Hata katikati ya mambo mazito, wale wanaompenda Mungu huwa wanapata furaha katika presence yake, katika maombi na hata kupitia neno lake. Kuna watu hawapendi maombi, kuna watu hawapendi neno la Mungu, kuna watu hawapendi kumsikiza Mungu, hawapendi kukaa katika uwepo wa Mungu. Wapendwa, kumpenda Mungu ni kujifurahisha kwa Bwana, na Biblia inasema naye atakupa haja za moyo wako. Wapendwa, ili haja za moyo wetu ziweze kutimika, inahitaji tuweze kupenda kukaa presence za Mungu. Yani wakati unasikia ni neno la Mungu linafundishwa, uko tayari kukaa pale na kulitafuta na kumwambia Bwana, niko mahali hapa, ninakupenda, ndio sitoki karibu na wewe. Mtumishi wa Mungu Musa aliambia Bwana, kamwambia mimi siwezi enenda pasipo uwepo wako. Huyo ni mtu aliyefurahia uwepo wa Mungu, sababu uwepo wa Mungu unabadilisha hali, uwepo wa Mungu unabadilisha situation, uwepo wa Mungu unatimiza haja za moyo wako. Kumpenda Mungu ni nini? Ni kufurahia uwepo wake, ni kufurahia neno lake, ni kufurahia katika mbani mwake. Hiyo ndio kufurahia. Nimewafundisha mambo manne ambao ni muhimu sana, kwa sababu kuna watu wanajiuliza kumpenda Mungu ni nini. Nimekuonyesha mambo ambayo inafanya kuonyesha Mungu. Kwa dakika mbili, wacha tuone ahadi ambazo Mungu anapea wale ambao wanaompenda. Ametuahidi nini kwa wale ambao wanaompenda? Katika Warumi hiyo 8 tumesoma, Warumi 8 mstari 28. Tumesoma na tuajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Mambo yote hufanyika, all things work together for good to them that love God. Hiyo ni jambo linanitia moyo, jambo ambalo ametuahidi. Ametuahidi divine purpose in our life. Anasema tena ametuahidi uungu katika maisha yetu, katika kila kitu ambacho inatendeka, iwe zuri iwe mbaya, Mungu anairuhusu ifanyike. Lakini katikati ya wale ambao wanaompenda, inaweza kuwa ni painful experience, inaweza kuwa ni njia ambao ni ya uchungu sana unapitia, lakini Mungu huwa anabadilisha hiyo njia, huwa anabadilisha hiyo experience, anaibadilisha inakuwa ni nzuri. Even painful experiences are turned for good. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana huchochea vitu, yani matukio ambao inafanyika ili aweze kukupa benefit ama aweze kukupa faida kwa wale wanaompenda. Labda umewahi kuona kitu imefanyika na unaona ni kitu mbaya sana imefanyika, lakini katikati ya mambo haya yamefanyika, kumbe Mungu anakoroga vitu ndio wewe uwe una faida, kwa sababu unampenda. So sio mambo yote mbaya inafanyika mahali ulipo ama katikati na wewe huwa inakuwa ni ya kukuumiza. Mungu huruhusu ndio aweze katikati ya mambo hayo upate faida, kwa sababu unampenda.
Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sijui kama unarelate na mambo ambayo ninaonena sasa. Yaani sijui kama unalinganisha katika mawazo yako mambo ambayo ninaonena. Uone kuna jambo lilifanyika na nilikuwa naona kama linanivunja, lakini kumbe lilikuwa ni la kuinua. Ndio lilikuwa la uchungu, lakini baadaye ilikuwa ni faida kwangu. Labda unahesabu katika moyoni mwako, ni kwa nini Mungu aliruhusu lifanyike? Aliruhusu lifanyike kwa sababu alitaka wewe upate kuinuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Hiyo ni promise ya ajabu ambayo Mungu ametupea. So, labda unapitia katika hali ambayo sio sawa. Una experience ka jambo fulani linaendelea pale. Umeanza kucomplain. Umeanza kusema ni hivi na hivi. Unasema hapana, mimi ninachukiwa. Saa zingine huwa ninafurahia dada yetu Lilian, wakati mwingine ananiambia unajua hiyo ni attack. Hiyo ni attack. Bwana asifiwe sana. Huwa anapenda kusema hivyo. Bwana asifiwe. Labda unaweza kuwa ni attack, unasema ni attack. Lakini jambo ambalo liko mahali pale, Mungu anaruhusu lifanyike kwa sababu anataka kulibadilisha iwe faida kwako. Bwana asifiwe sana. Sio mambo yote inatukuta hata kama ni mbaya imeruhusiwa ifanyike ndani yetu, sio ati kwamba iko mbaya kwetu. Kwa wale wanaompenda Mungu, na usikie hapa, shika hapa, kwa wale wanaompenda Mungu, mambo hayo yakifanyika haifanyiki tu ni kwa sababu imefanyika. Mungu anaruhusu ifanyike. Haleluya. Anataka ifanyike ndio akuletee faida. Pokea faida katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. It doesn't matter what experience ambao unapitia. It doesn't matter how painful that experience is. But God will turn it to good. Bwana anafanya hiyo event ibadilike ili upate faida. Siku ya leo unapitia hali fulani, jiangalie kama unampenda Mungu. Hiyo mambo manne nilikuwa nimetangulia kuyasema. Angalia kama unampenda Mungu. Sasa wewe anza kucelebrate, kwa sababu hali hiyo unayopitia Bwana anaenda kuibadilisha kwa utukufu wa jina lake. Anaenda kuibadilisha ndio uweze kubenefit kutokana na ubaya huo unaopitia. Bwana ametupromise jambo lingine kwa wale ambao wanaompenda. He promises protection. Yani anaahidi ulinzi kwa wale wanaompenda. Katika Zaburi 91 mstari 14 anasema, kwa kuwa amekaza kunipenda nitamwokoa na kumweka palipo juu, kwa kuwa amenijua jina langu. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Anasema kwamba aliambia mtumishi wa Mungu, anamwambia kwamba kwa kuwa umeanza kunipenda, umekaza. Jina ambalo linatumika umekaza kunipenda. Unajua kumpenda Mungu haikuwagi ni rahisi hivyo. Inataka kujikaza. Kumefanyika kitu, lakini unakaza kumpenda. Na Mungu anaahidi hivi, kwa sababu umeamua kukaza kunipenda, nitakuokoa na kukuweka pahali pa juu, kwa kuwa umejua jina langu. Oh, haleluya. Asubuhi ya leo tuko na protection kwa wale ambao wanampenda Mungu. Ukimpenda Mungu, hata kama mambo yawe mazito, amesema kwa sababu unakazana kumpenda. Nasema umekazana kumpenda, atakuweka mahali ya juu. Atakuweka mahali ya juu. Atakuweka mahali ya juu, kwa kuwa umejua jina lake. Pigia Bwana makofi kama unampenda. Tumeahidiwa protection. Kanisa hili tumeahidiwa protection. Kama tutaendelea kumpenda Mungu, atatuweka juu. Atatuweka juu kwa sababu tumempenda. Oh, haleluya.
That is a promise. Hiyo ni promise tumepewa. Kuna promise ingine ambao wanasema sana ya kwamba he promises revelation. Yani anatuahidi ufunuo. Anatuahidi ufunuo kwa wale wanaompenda. Mambo hayatafanyika tu bure. Tutapata ufunuo wa mambo. Kama saizi tunapata ufunuo wa jinsi neno la Mungu litaendelea, wa jinsi kanisa hili litaendelea, atatupea ufunuo. Katika Yohana 14 mstari 21 Biblia inasema hivi: yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye nipendaye, naye anipendaye atapendwa na Baba yangu. Nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Nataka kurudia tena. Yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye nitakayependa, naye anipendaye atapendwa na Baba yangu. Nami nitapenda na kujidhihirisha kwake. God reveals himself more deeply to those who love him. Yani Mungu anajidhihirisha zaidi kwa wale ambao wanaompenda. Wapendwa, upendo huwa unafungua macho. Huwa unafungua macho ya roho. Bwana asifiwe sana. Na nataka urelate hii jambo. Wakati umependa mtu, wakati umependa Mungu, wacha tuseme sasa mtu, wacha Mungu. Ukipenda mtu zaidi, huwa moyo wake unafunguka macho. Huyo mwenye unampenda huwa anafunguka macho. Anaanza kukuona tofauti. Haanzi kukuona kama kawaida, kwa sababu upendo umemfungua macho. Pia katika moyo wake huwa anasikia kweli nampenda. Hivyo ndivyo Mungu anasema, wakati tutakapompenda atafunulia sisi mambo makuu. He will give us a revelation. Hatutaenda kutabiriwa na wasali. Hatutaenda kutabiriwa na waganga. Hatutaenda yani hatutaenda kutabiriwa na watu, kwa sababu yeye atatufunulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sijui kama unanielewa sasa. Ninasema ametupromise revelation. Katika dunia hii kama kuna jambo ambalo watu hupenda, ni ufunuo. Umekutana na mtu anakuambia, wewe umefunuliaje juu yangu? Nimewahi kusikia watu wakiuliza hivyo. Sisi ambao tunampenda Mungu, ufunuo unakuja wazi. Saa hizi kufanyika kitu hapa, utajua hapa ufunuo, Mungu ananifunulia mambo. Mpendwa, kama huyo mwenye alikuwa amepelekwa mpaka Sudan akashikwa, kuna kitu alisoma, alifunuliwa ya kwamba ukiwa na Mungu mimi mambo yote inawezekana. Huo ni ufunuo tosha, kwa sababu unampenda. Mungu anaahidi kufunuliwa kwetu. Na jambo la mwisho ambalo nataka kulimalizia hapa, ametuahidi uzima wa milele. Nasema tena, ametuahidi uzima wa milele. Bwana asifiwe sana. Katika kitabu cha Yakobo 1:12, na wapendwa, kama ninaenda haraka mtafute kuja kuangalia hiyo ujumbe, kwa sababu umerekodiwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Katika Yakobo 1:12 Biblia inasema, heri mtu astahimilie majaribu, kwa sababu akisha kukubaliwa atapokea taji ya uzima. Amen. Bwana aliyoahidi wampendao. Acha nirudie tena. Blessed is the man that endures temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord has promised to those who love him. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yani hilo ni jambo la kunifurahisha. Heri mtu ambaye anastahimili.
katika majaribu. Mimi huona watu wengine wakichoka wakati wanajaribiwa. Unaona wanakosa tumaini. Wanakosa tumaini kwa sababu ya kujaribiwa. Lakini neno la Mungu linasema yule ambaye atakaye vumilia, stahimili, unakuwa na stamina ya kustahimili majaribu. Majaribu yakija haya unaiangalia na jicho la Mungu kwa sababu nampenda. Yakija unajua haya, katikati ya majaribu haya kuna kitu Mungu anataka nijue. Kuna kitu ananifunulia. Kuna faida nitakayopata. Na sasa unakaa pale umevumilia. Bwana anasema ukisha kukubaliwa, yani ukisha shinda hayo majaribu, utaipokea taji ya uzima. Na hiyo taji ameahidi tu wale ambao wanaompenda. Bwana asifiwe sana. Kitu ambacho inanifurahisha ni kwamba eternal life imeahidiwa tu wale tu ambao wanaompenda. Wale ambao hawampendi hawatapata hilo. Upendo wetu kwa Mungu unatuhakikishia zawadi ya uzima wa milele baada ya maisha ambao tuko nayo. Wapendwa, wacha tumpende Mungu. Bwana asifiwe sana. Anatuambia kwanza promise ingine ambao anatupea, divine favor. Tutapewa kukubalika. Kukubalika kwa kiungu. Promise of divine favor. Bwana asifiwe sana. Amen. Wakorintho wa kwanza 2 mstari wake wa 9 inasema, lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Bwana asifiwe sana. Yani in other word anasema kuna mambo ambayo hatujapata. Kuna mambo ambayo hatujaiona na macho. Kuna mambo ambayo imetamaniwa na watu wengine na hawajapata. Lakini kwa wale wanaompenda, anasema macho mambo ambayo hayajaionekana, hayajaisikiwa, haijawahi tajwa wala kuingia katika moyo wa mwanadamu. Mambo hayo Mungu aliwaandalia wampendao. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna mambo tunaenda kuyapata. Mengine hajaifikiriwa tunaweza kuwa nayo. Na kutangazia kwamba unaenda kupata divine favor. Na tangaza pokea divine favor. Ya kwamba mambo ambayo hujaifikiria itafanyika juu ya maisha yako, itaenda kufanyika kwa sababu imewekewa wale wanaompenda. Oh, hallelujah. Nashukuru Mungu kwa sababu maisha yangu ya baadaye ni kwa sababu ninampenda Mungu. Imejawa na utukufu, imejawa na divine surprises, yani imejawa na mambo ya kiungu ambao watu wengine watashangaa. Oh, hallelujah. Nikisimama katika madhabahu haya, naomba ya kwamba Bwana awape promises zake juu ya maisha yenu. Kuna njia ya kupata hiyo promises, wapendwa. Ni kutafuta uhusiano wako na Mungu. Cultivating intimacy with God. Yani kutafuta ile relationship yako na Mungu. Tafuta wakati mwingi wa kuomba. Tafuta wakati mwingi wa kusikiza neno la Mungu. Tafuta wakati mwingi wa kumwabudu. Ujue zaidi. Vile unavyoendelea kumjua Mungu zaidi, hivyo ndivyo unaendelea kumpenda. The more you know God, the more you love Him. Inasema jinsi unavyoendelea kujua Mungu, ndivyo unaendelea kumpenda. Bwana asifiwe sana. Mukaribieni Mungu naye atawakaribia. Itakazeni mikono yanyu enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili.
Bwana asifiwe sana. Amen. Draw near to God. Amen. And he will draw near to you. Amen. James chapter 4 verse 8. Wapendwa watu wa 200. Ndio mtumishi wa Mungu Yakobo anawaambia. Mkaribieni Mungu. Na mkimkaribia atakuja karibu na nyinyi. Anatuambia tutakaze mioyo yetu. Dhambi zetu tuambie Bwana tusamehe. Tusafishe mioyo yetu. Wale watu wa roho mbili, wale watu wa 200, Mungu anataka mkuje karibu na yeye. Wakati mwingine tu na 200 kumpenda Mungu na wakati mwingine hatumpendi. Mungu anataka tumpende throughout. Na ukimpenda Mungu throughout kuna mambo hautafanya. Kama hakika unajua huyu Mungu, hautaingia katika dhambi. Dhambi ambazo ni za ujinga tu. Bwana asifiwe sana. Utajaribu kutafuta njia ya Mungu ili Mungu aweze kuwa karibu na wewe na uweze kupokea ahadi hizi ambazo ametuahidia. Wacha tutembee katika utiifu na pia kumpenda Mungu. Katika Yohana 1 John, barua ya Yohana wa kwanza 5:3. 1 John chapter 5 verse 3 inasema, kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu, kwamba tukizishika amri zake, wala amri zake sio nzito. Amri zake sio nzito, ni rahisi tukiwa katika Kristo. Hivyo ndivyo Mungu anataka ili tuweze kupokea ahadi hizo ambazo ametuahidia. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tumtumikie Mungu kwa moyo wote. Serve God faithfully. Tumikie Mungu kwa moyo wako wote. Wale wanaompenda Mungu huwa wanamtumikia kwa furaha katika kanisa, hata katika community, na wanatumika na talenti zao na vipawa ambavyo wamepewa. Hizo vipawa wacha zifanye kazi katika kwa bidii, si kwa ulegevu, mkiwa na juhudi katika roho zenu, mkimtumikia Bwana. Warumi 12 mstari 11. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukae katika kungoja katika furaha. Bwana asifiwe. Nikimalizia katika kitabu cha Judi, kitabu cha mwisho cha Jude 1 verse 21 inasema, jilindeni katika upendo wa Mungu, huku mkingojea rehema ya Bwana wetu Yesu Kristo, hata mpate uzima wa milele. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Naenda kumalizia mahali pale. Na nataka utafakari hayo mambo. Ni mambo mazuri, mambo ambayo itakufanya upate ahadi hizi zote. Katika kanisa hili niliambia Mungu anifundishe kutumia lugha ambayo inaeleweka. Bwana asifiwe sana. Amen. Unajua last time tulikuwa na mchungaji wetu kutoka Western. Siliona anatumia terminology kali. Yeye amezoesha watu wake kutumia hizo terminology. Mimi hapa mkiona nikihubiri hivi huwa nahubiri na terminology yenye tunaelewana. Bwana asifiwe sana. Huwa najaribu kwenda chini kabisa. Ndio mtu asiwahi kuja hapa aseme mimi nilitoka sikupata neno. Kama nikutumia maneno ningetumia maneno mazito. Lakini Mungu amenifundisha kutumia maneno ambayo ni ya chini,
ambao inaeleweka. Mwenye atatoka hapa akisema kwamba hatusikiagi neno, hatujuagi, atakuwa ni kwa sababu hataki kusikiza neno la Mungu. Atakuwa ni kwa sababu hapendi neno la Mungu. Wanapenda liende katika the simplest way I can, ili tuweze kuelewana. Leo kuna kitu kimoja tumejifunza. Ahadi hizi zote watu wa dunia wanazitafuta. Wengine unasikia kama divine favor, kuna wenye wanaenda kununua. Kuna wenye wanaenda hata safari mrefu sana ili walipe wapewe kibali hicho. Bwana asifiwe sana. Amen. Na kiko mkononi mwako. Hapa tu ni wewe tu kupenda Mungu, na hiyo divine favor iwe kwako. Naona watu ambao wako na kibali hapa. Naona watu wenye kibali cha Mungu. Kuanzia leo sisi sio watu wa kawaida. Kibali ya Mungu iko juu yetu. Naomba watoto wetu wakapata kibali kama vile wazazi wamepata kibali, hata nao wakapata kibali. Ninaomba uimbaji wetu ukapata kibali. Bwana asifiwe sana. Kanisa letu likapata kibali, sio ili watu wajae tu, lakini waje wamtukuze Mungu ambaye atakawepea zawadi ya milele. Oh, haleluya. Natangaza kibali kwa viongozi ya kwamba Bwana anawainua kutoka kiwango hiki, anawenda kiwango cha juu. Watasimama katika madhabahu haya, watatangaza injili pasipo na uoga. Watatangaza injili, watawekelea watu mikono na watu watapona. Watasema maneno, watakuwa na maono, watapata revelation hata ya kutwenda mbele katika jina la Yesu. Amen, amen. Nataka tusimame juu sasa. Uinue mikono yako kwa dakika moja. Umwambie Bwana, niko mbele zako sasa. Ninatamani kukupenda zaidi. Nataka kukupenda sana. Nimejua siri ya kukupenda inanifanya uniweke juu. Tamani tu Bwana. Oh, mtamani huyu Mungu. Inua mikono yako umwambie Bwana jambo. Oh Baba, tunakupenda Baba. Tuwezeshe kukupenda zaidi Baba. Baba, tuwezeshe kukupenda zaidi Baba. Tumejua manufaa ya kukupenda Bwana. Tumeona Baba mambo ambayo umetuahidi kwa wale ambao wanawapenda Baba, wale ambao tunapitia katika changamoto Baba. Tumeamua kukupenda peke yako. Macho yetu haiangalii mambo ambayo tunayopitia. Macho yetu hayataangalia mambo ambayo tunayopitia. Mengine ni mazito Baba, lakini tunajikaza kukupenda. Mengine ni majaribu mazito Baba, lakini tunajikaza kukupenda. Tunatamani Baba kutembea na wewe. Tunatamani kutembea na wewe Baba. Baba, tunatamani kutembea na wewe. Oh Baba, fungua mdomo wako uambie Bwana jambo. In the mighty name of Jesus. Bwana unampenda. Oh yes Lord. Oh yes Lord. Yes Lord Father. Nipenda sana Baba. Nakupenda Baba. Nakupenda
Oh yes. Baba, tunakupenda. Baba, mioyo yetu inafurahia uwepo wako. Mioyo yetu Bwana inafurahia uwepo wako Bwana. Asante kwa ahadi ambazo umetuahidi. Sisi Baba, ulitupenda kabla hatujakupenda. Na tunakushukuru kwa sababu ya kutuhakikishia ya kwamba tukiendelea kukupenda Bwana, utaendelea kutubariki, utaendelea kutuinulia. Baba, ni asante. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. 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 Tunaweza keti dakika moja kabla nimkaribishe ambaye atatuongoza kwa nafasi ambayo imezalia. Niweke tu tangazo ambalo nilitangaza Jumapili iliyopita. Samahani, nilitaja kanisa tofauti. Hiyo ndio mzuri sana kurekodi mahubiri. Sababu nilipokuwa nikichaua nikiangalia vile Mungu amesema, niligundua kumbe nilitaja jina ambalo sio sahihi. Nilitakiwa nitaje Spring Waters, lakini nilitaja Cola Spring. Na mkarimani wangu hata hakunirekebisha, lakini hakuwa anajua ni nini namaanisha anyway. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. So venye tutafanya ni hivi. Sababu hiyo ilikuwa ni jambo ambalo lilikuwa kwa moyo wangu. Na nilikuwa nimesema hata wale ambao wako nje watangaziwe wakuja na kitu Jumapili ya leo. Bwana asifiwe sana. Licha sitaki kuongea vile mmoja aliongea. Kitu tulielewa alikuwa influence na kitu. Amen. Anyway, usitendelie sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Nilitaka ukuje na kitu na haikuwa yangu. Ilikuwa tunataka twende tubariki mchungaji mwenzetu. Na haikuwa ni kwa sababu ya jambo lolote. Nilikuwa nataka kuwafundisha jinsi ya kubariki hata wale ambao ni wengine. Kwa sababu katika hiyo baraka waweza kupata baraka pia. Kwa sababu ni neno la Mungu tunataka kutii. Unaona na mambo hii yote hatufanyagi ni kwa sababu ya jambo lingine. Huwa tunafanya kwa sababu tunataka kutii neno la Mungu. Ndio ahadi hizo ambazo tumefundishwa ziweze kufanikishwa katika maisha yetu. Wakati tunatoa ni moja ya maandiko ya ambayo tunasoma. So nilitamani kanisa hili liwe baraka kwa kanisa lingine. Na hiyo ndio njia ya kuinuka. Bwana asifiwe sana. Mkiwa baraka kwa wengine ni kwa sababu Mungu anaweka kiwango cha juu. Hatutaki kukaa mahali pamoja. Na nikasema sio lazima uwe na kitu kikubwa. Ni ile moyo wako utatamani kutoa. Na kuna siri moja nitawafundisha leo kabla tuende hapo. Wakati wowote utasikia unataka kutoa na unasikia kuna ugumu katika moyo wako, usiwahi toa. Kwa sababu hautabarikiwa. Afadhali uende ukule mandazi. Bwana asifiwe sana. Amen. Na kwa wale ambao wanalewa afadhali aende anunue kitu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa sababu wakati utaitoa na hutaki kutoa unatoa hata nitoe tu. Ndio mchungaji aone nimetoa. Hautakuwa umetimiza neno la Mungu. Na ninataka tubarikiwe sisi wote. Toa kitu yenye unasikia mimi hata hii nikitoa. Nasikia natoa na moyo wangu wote. Na niko na furaha ndani yangu. Usiwahi toa kitu ambapo utagungunika ndani yako. Kwa sababu utakuwa kama Safira. Na Anania.
Kana nia. Bwana sio sana. Amen. Unaweza toa ukidhania ni uzuri na tena ikufanyia mambo mengine. Tolemu ya bala korea jakaya wangala minikoni. Sijui kama nimesema kitu hapo. Alimunge si bora. Na sio kusomea nasomea watu ni kusema tu. Araya alimwako nengatunga. Na mnjue hapa mimi wanaongea maneno na kunyenyekea. To yana hata mreya ni ngesi kotara akitilijauna. Mnjue hapa Mungu alinileta tu hivyo tu. Aya unikola kujineke kongana. Bwana sio sana. Na siwezi kutoka kwa sababu unanihurumia. Nyelam kotara ngiseni begiseni tayo. Na hurumia bishop wetu. Usiwe toka sababu ya kunihurumia. Nyelam kotara kisenti yayo. Hautakuwa umebarikiwa. Nikipiare yong. Toa kwa sababu unataka kufanya kazi ya Mungu. Tolam kotara saki ya kusubeti chako. Unampenda huyo aliyekupea hiyo kitu. Kotara mina ya kujina koloke na kini yong. Na itaongezwa marudufu. Na yataki ni okay yataki nae. Bwana Yesu asifiwe sana. Ekura kujikupura. So hatutaenda huko. Nikolosi ama. Tutatolea hapa. Kilemuni ya uwake kama ulikuwa na kitu utaweka kwa ile kikapu itawekwa hapa. Kilemuni ya bordan uwake ne. Nitachagua wazee wawili ama wale ambao watakaopeleka. Ese une ngotunga lolo seina. Hata kama itakuwa ni shilingi 50 hiyo ndio utapeleka. Kanikara ngatomo nikane yayo. Na inakubalika. Echamakena. Bwana asifiwe sana. Amen. Yeye hata angalia nini imeletwa, yeye atapokea kwa sababu ediari ngesikotere mamere ngesiasaki. Hata iangalia meno. Ningolikini ngare. Kuna watu wanapeagwa kitu anaanza kuangalia, yeye amenipea yenye haina meno mzuri. Ngole kutamaya mambo nikayana kenenkel. Tunatoa na moyo wetu wa. Kile mtu ngone angita hiyo kwa kutaka kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So nimewafundisha hapo. Yatatamaneni. Si mumeshika hapo? Itingesi neni ya. Bas, ukianza hivyo utabarikiwa zaidi. Kisia kisesi konga na kipiaru ya si. Wakati hauna. Na makare mam. Lakini wakati uko nayo. Ne yakar. Na Mungu anakuguza utoe toa. Tabala ya kutolem. Itakuwa ni ya baraka juu yako. Uni ya nataka kuachia hapo. Seke miaka nini. Mkaribishe dada wetu Madam Rebecca. I hope ni yeye alikuwa anakuja. Karibu sana Madam Rebecca.